Wengineko, polisi wanamzuilia mshukiwa mkuu wa mauaji Duncan Khamala anayesemekana kumuua mwanariadha ambaye ni raia wa Rwanda kwa jina la Rubaiyita Siragi katika eneo la Iten. Ripoti mpya zimechipuka kuhusu mauaji hayo, huku kukiwepo tuhuma za mapenzi kati ya marehemu mshukiwa na binti ambaye anayezozaniwa kwa jina la Nelvin Ajuma ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha matibabu KMTC. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Mnamo wa Alhamisi, Rubaiyita Siragi anasemekana kwenda kumwaga mpenziwe Nelvin Ajuma kabla ya kupania kusafiri kwenda Kampala, Uganda, kupokea visa ya kusafiri kwenda Italy kwa shughuli zinazofungamanishwa na riadha. Asijue kwamba angekumbana na mkono mrefu wa mauti aliporipotiwa kupigwa kitutu na mshukiwa Duncan Khamala. Hata kama siku zingine tulikuwa tunawawacha hapa juu tulikuwa tumeamini yeye. Tulikuwa tunafikiria wataoana. Tunawawacha hapa mpaka naoga hapa. Then juzi kasikia ametembelea na kamupangia wakamuua. Tukaona mwili yake, tukaona aligongeshwa kama damu katoka kwa masikio right na left. So ilikuwa side moja but ilitokea side mbili yote juu. Kwa mujibu wa raia hawa wa Rwanda, marehemu Rubaiyita Siragi na barafu wa moyo wake Nelvin Ajuma bado walikuwa kwenye mahusiano licha ya polisi kutoa taarifa kinzani. Hawakuachana. Hiyo ndio mimi najua. Ila kwa mujibu wa UCPD wa Keyo Kaskazini Tom Makori, inasemekana kwamba Khamala alitaarifiwa na majirani kwamba Ajuma ametembelewa na mpenzi wake wa zamani ambaye ni marehemu Rubaiyita, hivyo kumchochea mshukiwa kwenda kutekeleza mauaji hayo. Baye ndiye alipiga yeye akaanza mahusiano na msichana. So inajulikana ya kwamba yeye amekuwa rafiki sasa, ni kama boyfriend kwa hiyo msichana kwa hiyo muda tangu December kuja amekuwa hapo, lakini ni kama walikuwa wameanza kurudiana. Hii msichana walikuwa wameanza kurudiana na huyu Mrwanda. Khamala ni mtu kijana mzuri sana, mpole, na sijasikia maneno kumuhusu. Iliwawa kwa maneno kama hizi. So kama vitendo kama hizi inatokea kila siku, sisi kama wasee atufurahi. Tunakashifu sana maneno kama hayo. Hata hivyo, mapema leo mshukiwa Duncan Khamala alifika mbele ya hakimu msimamizi Charles Kutwa, ambapo atasalia kizuizini kwa siku 14 huku polisi wakiendeleza uchunguzi. Serikali watusaidie, tunaweza kutusaidia kubeba mwili mpaka ifike nyumbani, asafiri vizuri, tunaweza kufurahi. Haya si mauaji ya kwanza katika eneo la Iten. Mnamo Oktoba tarehe 13 mwaka 2021, bingwa wa riadha wa mbio za mita 1500 Agnes Tirop aliuliwa kwenye mazingira tata, na mnamo tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2022 Damarus Muthe vilevile aliuliwa kwenye mazingira yayo hayo, huku mshukiwa mkuu wa mauaji Duncan Khamala akiendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi. Jamaa na marafiki kutoka Rwanda sasa wanataka haki ya mpendwa wao. Wamezitaka idara husika za upelelezi, serikali ya Kenya kwa ushirikiano na serikali ya Rwanda kufanya kila jitihada kuhakikisha kwamba familia ya mwenda zake inapata haki. Elvis Kosgei, KTN News katika. Naam, Elvis akiripoti kutoka sehemu